Hadithi inaanza kwa watu wachache kuingia ndani ya msitu wa kichawi, mahali ambapo Maleficent anaishi. Wakiwa huko, wanajaribu kuiba viumbe wa kichawi walioko msituni, lakini Maleficent anajitokeza ghafla na kufanikiwa kuwakamata watu wawili kati yao. Hata hivyo, mtu wa tatu anakimbia porini akiwa amebeba kiumbe mmoja aliyemuiba. Mtu huyo anakimbia kwa haraka, akipita kwenye maua yanayong'aa huku akielekea moja kwa moja kwenye ufalme. Anapofika, anafungua mlango, kisha kupitia tundu dogo anamkabidhi kiumbe yule aliyeibwa kwa mwanaume mwingine. Baada ya kupokea ua lenye uchawi, mwanaume huyo analiuza kwa pesa. Katika ufalme, watu bado hawampendi Maleficent. Wanaamini kuwa alimteka binti yao na sasa anapanga kumdhuru Princess Aurora. Kisha tunamuona Princess Aurora akiishi kwa furaha kabisa kama malkia wa msitu. Anacheza na viumbe wa kichawi akionekana mwenye amani. Wakati huo, watu huja kwake wakileta matatizo yao, wakisema kiumbe mmoja amepotea, yule aliyeibwa na yule mwanaume. Aurora anahisi wasiwasi mara anaposikia habari hizo. Ghafla fairies wadogo huwasili na kujaribu kumfurahisha. Wanachukua taji lake kwa furaha na kuanza kukimbia kwa utani, wakimlazimisha Aurora kuwafuata huku wakicheka. Aurora anaposhuka chini, anamuona mvulana yule yule aliyemtembelea mwishoni mwa sehemu ya kwanza ya sinema ya Maleficent. Ingawa wakati huo hakuwa mpenzi wake wa kweli, sasa ametambulika kuwa ni Prince Philip, kijana wa kifalme ambaye amekuwa akimvutiwa naye kwa miaka mingi. Hatimaye Philip anamchumbia Aurora. Princess Aurora anamwangalia kwa upole na kutabasamu, ishara kwamba hata yeye anampenda. Wakati hayo yanatokea, kunguru wa Maleficent aitwaye Diaval anashuhudia kila tukio. Mara moja anaruka kwenda kumjulisha Maleficent kilichotokea. Maleficent naye anapaa kwenda kuzungumza na Princess Aurora kuhusu hilo. Wakati huo huo, Prince Philip anakwenda kwa wazazi wake kuwapa taarifa kwamba amemchumbia msichana aliyemkubali. Baadaye tena tunamuona Prince Philip akiwasili katika ufalme wao na kuwaambia baba yake, mfalme, malkia na wengine wote kuhusu uchumba wake na namna alivyokubaliwa. Mfalme anafurahia sana kusikia habari hizo. Malkia, ingawa anasikitika ndani kwa ndani, anaficha hisia hizo mbele ya mwanawe. Anakubali kuwakaribisha Princess Aurora pamoja na mama yake mlezi kwa chakula cha jioni. Wakati huo, Maleficent anazungumza na Aurora, akimshauri kufikiria upya kabla ya kukubali kuchumbiwa. Maleficent anaeleza imani yake kuwa mapenzi ya kweli hayapo duniani na kwamba wanaume daima huwa wadanganyifu. Anadai kwamba yeye ndiye aliyokuwa mpenzi wa kweli wa Aurora kwa sababu anampenda kwa dhati na anataka kilicho bora zaidi kwa ajili yake. Princess Aurora anajaribu kumtuliza Maleficent, akimwambia kwamba si kila mtu duniani ni mdanganifu kama anavyoamini. Maleficent anakubali, akisema anampenda Aurora na anataka kumuunga mkono katika maisha yake. Siku ya chakula cha jioni kati ya familia hizo mbili hatimaye inawadia. Mama yake Prince Philip anaelekea kwenye chumba chake cha siri ambacho kinageuka kuwa kiwanda cha kutengeneza silaha za chuma. Anapopita humo, anagundua ua linalong'aa pamoja na kiumbe wa kichawi aliyeibwa awali na yule mwanaume. Anamwambia mwanaume huyo afanye kazi kwa haraka, akisisitiza kuwa muda ni mdogo. Katikati ya tukio hili la ajabu na la kutatanisha, hatuelewi waziwazi mipango ya malkia huyo ni ipi. Wakati huo huo, Maleficent, kunguru wake na Princess Aurora wanajiandaa msituni kwa ajili ya chakula cha jioni. Aurora anaonekana mrembo sana wanapojiandaa kuingia kwenye ufalme. Hata hivyo, Maleficent anapokanyaga ndani ya mipaka ya ufalme, watu wote wanajawa na hofu na kujificha. Baadhi yao hata hutoka na silaha zao wakiamini kwamba Maleficent ni mchawi movu. Licha ya hayo, Maleficent anabaki mtulivu kabisa. Anatabasamu kidogo huku akifurahishwa na jinsi watu wanavyoogopa bila kusema neno lolote. Ndani ya jumba la kifalme, chakula cha jioni kinaanza. Waliopo ni mfalme, malkia, Maleficent na Princess Aurora. Malkia anajitahidi kwa kila namna kumfurahisha Maleficent, lakini anashindwa kila mara. Anamkumbusha Maleficent kuhusu laana aliyoiweka kwa Aurora na pia anamshitumu kwa makosa ya zamani, yakiwemo madai ya kuua wanadamu. Maleficent akijibu kwa utulivu lakini msimamo, anaeleza kuwa watu kutoka kwenye ufalme wa malkia waliiba viumbe kutoka kwenye msitu wake. Mjadala unazidi kuwa mkali kati yao hadi mfalme anamwambia malkia wake anyamaze. Wakati huo huo, Princess Aurora anamuomba Maleficent abaki mtulivu, lakini malkia anapuuza ombi la mumewe na anaendelea kuzungumza kwa maneno ya ajabu, akitilia shaka nani hasa ni mama wa kweli wa Aurora iwapo atamuoa Prince Philip.
Maneno hayo yanamchoma sana Maleficent, ambaye daima amejiona kuwa ndiye mama wa kweli wa Aurora. Katika uchungu wake wa ndani, Maleficent anafungua mbawa zake kwa hasira na kuachilia nguvu ya kijani kibichi. Nguvu hiyo inawasukuma watu nyuma kwa woga mkubwa na kutengeneza umbali wa hofu kati yao. Malkia akiwa amezidiwa na hofu anajificha nyuma ya mfalme, jambo linalomsababisha mfalme kuanguka chini. Kisha Malkia anaanza kupaza sauti akidai kuwa Maleficent ametoa laana kwa mfalme. Princess Aurora anaamini maneno hayo na kwa wasiwasi anamsihi Maleficent aiondoe laana hiyo. Aurora anamuuliza Maleficent kwa nini kila mara anawarushia watu laana. Maleficent anasisitiza kuwa hajatoa laana kwa mtu yeyote, lakini Aurora anaonyesha kutomwamini. Wakati hali inazidi kuwa ya wasiwasi, askari wanafika na kujiandaa kumshambulia Maleficent. Katika ombi la mwisho kabla ya kutokea vurugu, Maleficent anamuomba Aurora kwa mara ya mwisho aende pamoja naye. Lakini Princess Aurora hakujibu, anabaki pamoja na mfalme na Malkia. Maleficent akiwa na huzuni moyoni, anapaa na kunguru wake akivunja dirisha la jumba na kutoroka. Hata hivyo, msichana mwingine aliye upande wa Malkia na mfalme anamfiatulia Maleficent risasi ya chuma na Maleficent anaanguka baharini. Nyumbani Kasirimi, mfalme hana fahamu na anapelekwa chumbani kwake. Watu wote wanajawa na wasiwasi. Prince Philip anapendekeza kwamba mama yake ambusu mfalme kwenye paji la uso, akiamini kuwa upendo wa kweli unaweza kumfufua. Malkia anafuata ushauri wa mwanawe, lakini ni dhahiri kuwa hampenyi mfalme kweli wala haamini hadithi za mapenzi ya kweli. Busu lake halifanikii kumwamsha. Aurora akiona hali hiyo anaamua kumtafuta Maleficent ili amuombe aiondoe laana hiyo. Lakini anapowasili msituni, kila mtu anasema hawajamuona Maleficent. Aurora anashindwa kumpata Maleficent popote msituni. Wakati huo, msaidizi wa Malkia anatazama bahari akisubiri Maleficent ajitokeze. Ghafla, anaona kiumbe fulani akimwokoa Maleficent na anamjulisha Malkia mara moja. Malkia anatoa amri ya kumzuia Maleficent asirejee. Aurora anarejea ufalme bila kujua kwamba amembeba kiumbe wa kichawi aliyekuwa amejificha ndani ya farasi wake. Kiumbe huyo anaelekea pale ambapo kiumbe aliyeibwa awali amefungwa na yule mwanaume anamfunga pia. Aurora anamwambia Malkia kuwa hakumpata Maleficent na anajiuliza kama kuna jambo baya limemtokea. Malkia anamtuliza Aurora akimwambia kuwa Maleficent ni mwenye nguvu na atakuwa salama, lakini moyoni anapanga mtego wa kisiri ili kumkamata. Msaidizi wa Malkia anaendelea kutazama bahari akiwa tayari kumuua Maleficent iwapo atajitokeza tena. Ndipo tangazo linatolewa kuwa Prince Philip na Princess Aurora watafunga ndoa ndani ya siku 3 wakitumaini kumaliza migogoro yote. Prince Philip na Princess Aurora wanatangaza rasmi harusi yao na kuwaalika viumbe wote wa msituni kusherehekea pamoja nao. Hata hivyo, huu ulikuwa ni mpango wa Malkia. Lengo lake halisi ni kuwaua viumbe wa kichawi wote baada ya kumuua Maleficent ili kuhakikisha kuwa hakuna yeyote atakayelinda msitu. Baada ya hapo, wanapanga kuuteka na kuumiliki msitu huo. Wakati hayo yakipangwa, Maleficent anaamka akiwa amejeruhiwa. Anasikia sauti za viumbe wengine, viumbe wenye mabawa na pembe kama alizonazo yeye. Viumbe hawa wanapanga kuwashambulia wanadamu na kutafuta hifadhi msituni, wakiamini kuwa msitu huo ni mahali salama pa kujificha. Kabla hawajaanza mashambulizi yao, Maleficent anawasili. Mmoja wa viumbe wale anamkaribia, kiongozi wao aliyeitwa Bora. Bora anamwomba Maleficent awahamishie nguvu zake, huku akihoji namna gani wataweza kuwashinda wanadamu. Lakini Maleficent anamrusha Bora mbali kwa kishindo, jambo linaloonyesha nguvu zake kubwa. Bora anapoyaona hayo, anafurahia kwa sababu anaamini itakuwa rahisi zaidi kumdhibiti Maleficent kwa kutumia uwezo wake. Mshirika wa Bora anampeleka Maleficent kwenye pango na huko anaanza kumweleza kuwa viumbe wote wa kichawi, wema na wabaya, wanaishi pamoja mahali hapo. Walilazimika kuungana kwa sababu wanadamu walianza kuwawinda. Anamwonyesha Maleficent jengo kubwa ambalo bado halijakamilika, kisha anamfichulia kuwa Maleficent anatoka katika ukoo wao. Yeye ndiye fairy wa mwisho mwenye nguvu na mwenye moyo mwema. Mshirika huyo anamweleza Maleficent kuwa yeye ndiye mwenye nguvu zaidi miongoni mwa wote. Anaongeza kuwa muda si mrefu Maleficent atafikia hatua ya kuwa fairy mwenye nguvu zaidi duniani. Hata hivyo, hatua ya mwisho ambayo bado hajafanya ni kumsamehe Princess Aurora. Anamweleza kuwa inahitaji ujasiri wa kweli kumsamehe mtu, na kwa kufanya hivyo, Maleficent atakuwa mtu mwenye nguvu zaidi duniani, si kwa uchawi tu, bali pia kwa moyo.
Maleficent anakataa wazo hilo, akisema hawezi kumsamehe Aurora kwa sababu anajihisi kusalitiwa naye. Ndipo Bora anarudi na kumjulisha Maleficent kuwa Prince Philip na Princess Aurora wanatarajiwa kufunga ndoa. Anapendekeza kwamba hiyo ni nafasi nzuri ya kuwashambulia wanadamu. Maleficent anakaa kimya bila kutoa jibu. Wakati huo huo, Malkia anaendelea kumtesa Princess Aurora kwa maneno ya kejeli na maumivu, jambo linalomfanya Aurora ajihisi vibaya na mwenye huzuni. Aurora anamweleza Prince Philip kuwa anavumilia yote haya kwa ajili yake tu, kwa sababu hampendi hata kidogo mama yake, yaani Malkia. Katika sehemu nyingine, mwanaume wa Malkia amekuwa akifanya majaribio juu ya ua linalong'aa. Amelitengenezea unga wa vumbi ambao anadai unaweza kuwaua fairies. Anathibitisha uwezo wake kwa kumtupia unga huo fairy mdogo ambaye anakufa papo hapo. Malkia anafurahi sana kuona hilo. Akiwa na furaha, anaamuru watu wake wakusanye maua mengine mengi yanayong'aa mara baada ya mwanaume huyo kusema anaweza kutengeneza unga zaidi kutoka kwao. Maleficent anapogundua kuhusu mpango huo, anakimbilia katika eneo hilo, lakini anachelewa. Askari tayari wameshaokota maua yote. Akiwa amejawa na huzuni na kukata tamaa kutokana na mikasa ya mfululizo inayomkumba, Maleficent anakumbwa na shambulio jingine. Askari wanafyatua risasi za chuma kuelekea kwake. Mshirika wa Bora anajitosa katikati ya mapigano ili kumwokoa Maleficent, lakini anajeruhiwa vibaya katika harakati hizo. Maleficent anaunga kinga ya kichawi ya kuwalinda, akiwaokoa kwa muda. Bora anaanza kuwashambulia askari, lakini kwa bahati mbaya, wakati Maleficent anamrudisha mshirika wa Bora kwenye pango, tayari ameshafariki dunia. Asubuhi inayofuata, maandalizi ya harusi ya Prince Philip na Princess Aurora yanaanza rasmi. Viumba wa msituni wanaanza kuelekea katika ufalme kushiriki sherehe. Wakati huo, kunguru wa Maleficent akiwa amevaa umbo la binadamu anajaribu kuingia kasri, lakini anazuiwa. Princess Aurora anaonekana mrembo ajabu katika mavazi yake ya harusi. Prince Philip anamletea ua ambalo linageuka kuwa moja ya yale maua yanayong'aa kutoka msituni kwake. Aurora anapoliona ua hilo linalong'aa, anashangazwa sana na kujiuliza kwa nini Malkia amemtumia ua hilo. Kwa mshangao huo, anachukua hatua ya kumtafuta Malkia. Akiwa bado ameshikilia ua lile, Aurora anatembea kwenye njia ya siri na kufika sehemu iliyo na gurudumu la kusokota. Anaposimama hapo, anaanza kupata maono kuhusu laana na mahali anakopelekwa. Katika maono hayo, anaona fairies wawili waliotekwa na wanaume wa Malkia. Aurora anajaribu kuwaokoa, lakini mwanaume huyo anamzuia. Malkia anawasili na kuanza kueleza kuwa ufalme wake zamani ulikuwa jirani na msitu, lakini viumbe wa Maleficent pamoja na mababu wao waliudhuru sana. Anamweleza kuwa baba yake alikufa na kaka yake aliuliwa alipokwenda kutatua mgogoro huo. Akiwa amebaki peke yake, alilazimika kuolewa na mfalme ambaye hampendi. Alifanya hivyo tu kwa ajili ya kuishi. Malkia akiwa amejaa hamu ya kulipiza kisasi, anatangaza nia yake ya kulipiza kisasi kwa Maleficent na viumbe wake. Anatoa amri kwa askari wamfungie Princess Aurora katika chumba maalum. Kisha anawaamuru kuwafunga viumbe wote waliokamatwa na kuwanyunyizia ule unga wa kichawi unaowadhoofisha. Askari hao kisha wanamgeukia Aurora. Wanaanza kumtupia unga huo huo na kumfanya awe mnyonge na dhaifu ndani ya chumba chake. Aurora akiwa amedhoofika, anachanachana gauni lake la harusi na kulitengeneza kuwa kama kamba ndefu ili aweze kutoroka kutoka gorofani mwa kasri. Askari wanawasili, lakini Aurora anajifungia ndani ya chumba chake kwa haraka. Wakati huo huo, kunguru wa Maleficent akiwa katika umbo la binadamu anafanikiwa kuingia ndani ya kasri kwa upande mwingine. Prince Philip bado hajui kinachoendelea kwa kuwa yuko karibu na baba yake mgonjwa. Wakati huo, Malkia yuko juu ya paa la kasri akirusha mabomu kuelekea msituni. Bora na jeshi lake pia wanakaribia kushambulia ufalme. Katikati ya vurugu na mtafaruku, Aurora anapata nafasi. Anatumia kamba aliyotengeneza kutoka kwa gauni lake kuteremka chini kutoka kwenye chumba chake. Anaingia moja kwa moja kwenye chumba cha mfalme ambako Prince Philip yuko. Princess Aurora anamweleza kila kitu kilichotokea. Anasimulia yale yote ambayo Malkia amemtendea. Anamweleza wazi kuwa Maleficent hakuwa chanzo cha laana iliyomwangukia baba yake. Prince Philip anashangazwa sana na taarifa hizo. Wakati huo, Bora na wenzake wanaendelea kukaribia kushambulia ufalme, lakini askari wa ufalme wanapambana vikali na wanafanikiwa kuwakamata baadhi ya wapinzani. Prince Philip anajaribu kuongea na mama yake kwa upole ili amwelewe, lakini Malkia anaamuru askari wamzuie. Philip bila kusita anaruka kutoka kwenye mnara wa kasri ili kutoroka.
Wakati huo huo, Princess Aurora pamoja na kunguru wa Maleficent wanakamatwa na askari. Lakini Maleficent anawasili kwa wakati mwafaka. Anambadilisha kunguru wake kuwa dubu mkubwa. Dubu huyo anavunja milango ya kanisa na kuwaachilia huru viumbe wote waliokuwa wamefungwa. Maleficent anapambana vikali dhidi ya vikosi vya Malkia juu ya paa la kasri. Anamkabili Malkia uso kwa uso. Princess Aurora anamsihi Maleficent asiue Malkia. Hapo mwanzo Maleficent anakataa, akiwa amedhamiria kulipiza kisasi chake. Lakini Aurora anapomuita mama, moyo wa Maleficent unayeyuka kwa upole na huruma. Hata hivyo, kabla hawajapatana, Malkia anatumia fursa hiyo kushambulia. Anarusha unga wa sumu kuelekea kwa Aurora. Lakini Maleficent anaruka mbele haraka, akijitosa kumlinda Aurora na kupigwa na mshale wa chuma uliokuwa na unga huo wa sumu. Mwili wake unayeyuka na kubadilika kuwa majivu. Princess Aurora analia kwa uchungu mkubwa, akiamini Maleficent ameangamia kabisa. Malkia anatangaza ushindi wake na kupanga kuteka eneo lote la msitu na ufalme. Lakini macho ya Aurora yanamwagika juu ya majivu ya Maleficent. Kimuujiza, Maleficent anafufuka. Anarudi katika uhai, mabawa yake makubwa yakitokeza tena kwa nguvu kubwa. Amejaa hasira. Malkia anajaribu kumsukuma Aurora kutoka juu ya paa la kasri, lakini Maleficent anapaa kwa kasi na kumwokoa Aurora. Prince Philip anashuhudia kila kitu kilichotokea na sasa anaelewa kikamilifu matendo ya mama yake. Hatimaye, Malkia anakubali ndoa ya Princess Aurora na Prince Philip. Yule mtu mdogo aliyekuwa amewafunga viumbe wa msituni anajitokeza na kuomba msamaha kutoka kwa Maleficent. Anawafungua viumbe wote waliokuwa kifungoni na kurejesha sindano iliyotumika kusambaza laana. Mfalme anapozinduka kutoka usingizi wake wa muda mrefu, jeshi la Bora linamkamata Malkia. Maleficent anambadilisha Malkia kuwa mbuzi, kisha anapamba eneo lote la msitu kwa maua ya kupendeza. Anawaalika viumbe wema wa jamii ya Bora kuja kuishi kwa amani pamoja naye. Maleficent anamvisha Aurora gauni lake la harusi, kisha Prince Philip na Aurora wanafunga ndoa katika sherehe kubwa ya furaha. Mfalme na wote waliokuwepo wanapiga makofi kwa furaha. Ufalme wa watu na msito wa viumbe wa kichawi vinaungana na kuishi kwa amani. Maleficent anaahidi kurudi siku ambayo Aurora na Philip watakapopata mtoto wao wa kwanza, kisha anaondoka kwa amani. Hivyo ndivyo simulizi la Maleficent sehemu ya pili linavyohitimika, likileta amani na furaha kwa wote. Asante sana kwa kuwa nami mwanzo mwisho mwa movie hii. Usiache kusubscribe, like, comment na share. Kisha washa kengele ya notification ili uwe wa kwanza kupata movie mpya kila siku.